BAKWATA. Sasa ni wakati wa kumkaribisha mgeni rasmi Oktiraya kutoka Lugono, Al-Allamati Shamsil Aimati Al-Mujtahidina katika dini. Falyatafadhal Oktiraya, tunaomba usimame kwanza, watu wakutambue, sidhani kama watu wote wanakujua, lakini pia utuambie wewe ni nani, lakini pia utupe ujumbe japo kidogo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote kwanza ninashukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutujalia kufika muda kama huu na kufika eneo hili na kufika muda huu. Sote hatuna budi kusema alhamdulillah rabbil alamin, kwani si ujanja wetu bali ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kutufikisha muda kama huu. Na mimi eneo hili hapa siliyakanyaga, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejalia leo nimekanyaga. Sina budi na mimi kusema alhamdulillah rabbil alamin. Kwa majina naitwa Raya almaarufu Oktiraya. Mimi ni Raya Subaha Maganga, ni Mnyamwezi kutoka Tabora. Kwetu barabara chuma, gari chuma, taa moja. Wanyamwezi tunasafiri kwa chuma. Alhamdulillah. Mimi ni mama mlezi wa mayatima na wenye mazingira magumu na wajane. Ninawalea kadri Mwenyezi Mungu alipokuwa amenijalia. Takbir! Na kulea tu sijakurupuka tu watu wanaona nimekurupuka na lea. Hapana. Nilitia nia toka na umri wa miaka 13. Nikikuwa nitafanya hii kazi. Na ninamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala amenithibitisha katika nia yangu. Maana yake tunaambiwa katika majambo na tunaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kwa hivyo nia yangu mimi nilivyoitia na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameithibitisha, na mpaka sasa ninaishi ndoto zangu, na ninamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anichukue katika ulimwengu huu nikiwa kwenye kazi yangu hii. Naomba dua zenu. Sitamani kazi nyingine yoyote kufanya zaidi ya kazi ya kumtangaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kazi yenye malipo katika dunia na akhera, na Mwenyezi Mungu akiikubali kazi yako, basi unapiga bao duniani na akhera pia unapiga bao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ninamuomba mimi kwa nafsi yangu atukubalie amali zetu, na atujalie ucha Mungu na mwisho uliokuwa mwema, na atujalie mauti ya shahada. Kwa sababu unaweza, manake sifa ya Mwenyezi Mungu haangalii mwanzo, sifa ya Mungu anaangalia mwisho. Utakachofia nacho ndio hicho hicho.
Sasa tumuombe sote Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ucha Mungu na mwisho uliokuwa mwema. Mimi ni mtoto ambaye nimetoka katika serikali. Baba yangu ni captain wa jeshi, mama yangu ni afande. Sio, mnanielewa? Na pia mama yangu ni askari, lakini pia ni daktari. Maisha yetu nyumbani kwetu walikuwa ni maisha safi kabisa. Si mnajua watoto wa kota? Yani watoto wa kota maisha fulani safi kabisa. Wafanyakazi wa kike na wa kiume, si ndio? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliona maisha haya uktiraya haya mfai. Si mnaelewa? Basi Allah alianza na mama yangu. Na siku zote wakina mama ndio walezi. Jamani, kwani si kweli? Kina baba ni watafutaji, lakini kina mama ndio walezi. Baba yangu alikuwa anaishi Urusi kwenye mambo ya anarusha ndege za kivita Urusi. Mama yangu Allah alimchukua mwaka 1988. Allahumma amin. Ikiwa mwaka huo uktiraya ana miaka 10. Naelewa sio? Yaani hata ile ladha ya mama ndio kwanza inaweza kuchangamka. Allah kantandika hapo hapo. Nampenda sana mama yangu. Natamani ninayoyafanya sasa hivi mama yangu awepo waone, lakini ndio makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nampenda sana mama yangu. Na mpaka mkamjua sana uktiraya, mama yangu alifanya kazi kubwa sana. Ninawashangaa wale watu wanadharau wazazi wao. Kuna wapo wanawake wanawatukana mama zao, wanawadhalilisha mama zao, mpaka mama wa waume zao wanawadhalilisha. Wapo hao viumbe, sio wewe niangalie, ila wapo hao viumbe. Balil insanu ala nafsihi. Kwa hiyo nafsi yako kama unamdharau mama yako, hujajua thamani ya mama. Mama amekuweka tumboni miezi 9, amekuzaa kwa uchungu. Mwanamke huyu halali usiku, baba katafuta mwanamke mwingine, wewe unapambana peke yako na tumbo lako hakuna wa kumpa. Haya ni makadirio Allah subhanahu wa ta'ala ametukadiria. Wakina mama sisi tupite, lakini katika hilo joto, unapita katika joto la ujauzito, hakuna hata kukufariji kwa kuambia baby pole. Na ikiwa mmetafuta wote hiyo mimba, unapambana peke yako. Kwa hiyo mwana mama, ninakupa bishara. Walisema wasemaji waliopita, ukifanya mambo manne pepo ni halali yako. Ukifunga, ukijisiri, ukimkiri mume wako, na ukiswali swala 5, basi pepo ni mali yako, unachagua mlango wote wa kuingia. Kwa hivyo kina mama, na nafsi yangu na nafsi zenu swala zima la kusubiri. Lakini ndoa mnaijua, ndoa ina huzuni wa maumivu, ndoa ina tabu na chungu. Sio, unaelewa? Na ndio maana paketi chake unapewa mwanzo, unapewa mwisho. Watu wengi wasingegraduate katika ndoa, watu wamekimbia. Sasa tunarudi, wewe mama simamia maisha yako. Wewe mama ni jasiri, wewe ni superstar. Yaani wewe ni superstar kwa sababu unamweka mtoto tumboni ndani ya miezi 9 na unakuja kumzaa, unapambana peke yako. Pengine hapo baba wale watata kashakalika mimba nyingine, mimba inakusumbua, watoto wanakusumbua, lakini unapambana. Na utakujua hili wanawake ni superstar, ni majasiri. Tujipongezeni sana wanawake. Tumsalie tu Muhammad. Mwanamke ni wa mwisho kulala kwanza kwanza. Lakini wa ndugu zetu wa nje, kila kitu afanyiwe. Kuna wale wanaonawiwa, kila kitu afanyiwe. Wako wanaonawiwa, hana huruma na mkewe, hawezi kumsaidia mke wake, hali ya kuwa na hali ya ujauzito. Wanawake wanahitaji maneno mazuri
Kwa hivyo jembe langu mama yangu mzazi, Allah amrahamu, na mama wote watangulia, Mungu awarehemu. Allahumma amin. Aliondoka duniani akatuacha sisi, maisha nikayaona machungu, nikamwambia Allah, sitamani kazi yoyote kufanya katika ulimwengu zaidi ya kumcha Mwenyezi Mungu na zaidi ya kuwalea walioachwa. Yaani namuomba Allah, hapo niko mwenyewe chumbani, nikuze Mwenyezi Mungu, nisome dini, nikutambue wewe. Mazingira magumu, mimi ukiniambia shida ninaelewa, ukiniambia tatizo naelewa, ukiniambia kufiwa naelewa. Mama zangu, nawaambia haya si kwa kujifaharisha, nawaambia haya ili tusimame wenyewe. Madam ametoka kuongea hapa, tuko mbalimbali, hatujuani, hatutembeleani, hatusaidiani, hatuoneane huruma. Sisi umbea na sisi ushirikina na sisi kwenye vije kutembea uchi ni sisi. Tungekuwa wamoja, watu wakiona mandhari sehemu nyingi hapa, na hiyo sehemu tukisema tukutanike wote, Uislamu unatisha sana na tumetisha sana, lakini sisi tuko mbalimbali, tunakibiana. Safari ya Uktiraya ilianza tokea hapo. Mimi Mungu alinijalia, nilikuwa kitu changu nafanya kazi vizuri shuleni, kwa nikisoma nachukua namba moja, kila darasa nachukua namba moja, Mama yangu walipokufa mafaili yakafutika kichwani, nikawa ni 0.0 alafu 0 minus. Si unanielewa kila mama? Baada ya hapo nilimwambia Allah, na shule naacha, nasoma dini, maana naona ndio nusura yangu itakuwa huku, faraja yangu itakuwa huku. Sijasema kama nilifanya swala, mimi Uktiraya nikasema lazima mimi nikakuwa hapa, ndio pambana napo, na naomba Mungu anifikishe huku hadi akuwa ameniridhia. Na wewe mbadua hiyo, Mungu akuridhie. Amin. Na aturidhie sote umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safari yangu ilipoanza, nikaanza kulea watoto, na mpaka leo hii namshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini asili ya kuanza kulea mayatima ni mimi kufiwa. Maana huwezi kupata joto bila kukaa sehemu ya joto, na huwezi kupata baridi bila kukaa sehemu ya baridi. Kwa hiyo ile joto ile la kuondokewa na mzazi wangu ndio mimi nikanipelekea, nikanishawishi, nikaona sina nachotamani zaidi ya kufanya ihsani, zaidi ya kufanya kheri. Kwa hivyo mama zangu, tumekuja hapa, tumealikana hapa, naona watu wanamsifu sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupiga dufu, kwa kuimba kwa sauti nzuri zenye Qur'ani. Lakini je, tunaishi maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hiyo swali jiulize wewe mwenyewe. Manake bali insano na nafsi basira, jiulize, unaishi maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Leo jirani yako apata sababu, wewe ndio kiberenge unakwenda kumtangaza. Jirani yako apata mtihani, wewe ndio unabeba unaenda kumdhalilisha. Aibu ya Muislamu mwenzako ndio aibu yako wewe. Kwa hivyo mama zangu, nayohusia nafsi yangu sambamba na kuhusia nafsi zenu swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu. Huko nilikuwa nikiongea mnifahamu Uktiraya. Kwa ufupi, huyo ndio Uktiraya. Ila ukitaka kumjua Uktiraya zaidi, mtafute ofisini kwake. Lakini kuna watu wameandamana, wamekuja nyumbani kwa Uktiraya, kwa mpaka sasa hivi wameshajaza daftari 5 za Uktiraya na bado hawajamaliza Uktiraya. Kwa hivyo mimi ni binadamu kama binadamu mwingine, lakini nimeamua tu kuigaia dunia talaka 10. Yaani sitamani, na hakuna kitu kizuri duniani kama kutamani akhera iliyokuwa bora na kujiandaa na mauti muda wote, saa yote yanakuja kwako. Na ujue mauti kwako ni haki. Sasa vipi unajisahau? Vipi unajisahaulisha? Duniani uishi kwa tabu na kwa Allah ukaishi kwa tabu. Tunamwambia Allah haiwezekani. Tunakuomba Mungu tuongoze
na utusimamie, kwa sababu sisi wenyewe peke yetu hatuwezi bila taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mama zangu, kila mtu aione nafsi yake. Huyo Mtume sallallahu mngemjua au tungelimjua, basi kila mtu angeshinda kutwa nzima anamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametupambania sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ametufanyia mambo makubwa sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nilibahatika kwenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilifika Makka, nilifika Madina, nikafika pale Raudha min Riyadhil Janna. Ukimsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukitoka Makka kwenda Madina, umbali wake ni karibia masaa 5. Umbali wa Dar es Salaam Dodoma, si Morogoro Dodoma, masaa 5 almuhimu. Lakini panajangwa, panajua, yani upo ndani ya gari na maisima na kila kitu, lakini unaona dhiki kweli kweli. Sasa yeye Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitembea kwa miguu. Unakaa na msifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dufu na kurukaruka, unamswalia. Tumswalie Mtume, tumswalie Mtume, kina mama tumswalie Mtume Muhammad. Anakufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bado anatakiwa ashughulike na mauti yake, lakini bado anashughulika na umma wake. Yani bado nafia ummati ummati ummati. Ndio ummati wewe unarukaruka, ndio ummati wewe unarukaruka. Ulikaa chini ukamswalia Mtume, ukatoka machozi, ukafikiria Mtume anakopita, Mtume alifanya nini, Mtume sallallahu aliishi vipi na familia zake. Wanaume watambue aliishi vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake, na wanawake tutambue Mtume sallallahu aliishi vipi na wanawake wenzetu, wanawake waliokuwa wema kabisa. Mama zangu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumcha. Allah anasema baada billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wa huwa al-aziz hakim. Allah, yani kila kitu kinamtakasia Mwenyezi Mungu, kila kitu kinamsabihi Mwenyezi Mungu, kilichokuwepo mbinguni na ardhini vyote vinamsabihi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe na mimi tunamsabihi Mwenyezi Mungu. Mama zangu, tuleseni sana istighfar. Kina mama tuna mashaka mengi, kina mama tuna majanga mengi, matatizo mengi, mauzauza kina mama. Kweli si kweli jamani? Kwa hivyo tunatakiwa tulete istighfar. Tulete nini? Istighfar. Na tukitoka hapo tumswali sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu maisha ya dunia ni mafupi tu. Leo tupo, kesho hatupo. Imezungumzwa hapo mwezi uliopita, palikuwepo na huyo ukhti Allah mraham, leo hayupo. Na hapa mimi na wewe kati yetu hapa, sio pengine katika siku moja au nusu saa au robo saa, mauti yanakukuta. Wajaat sakratul maut bil haqq, jua mauti yatakujia kwa haki. Sasa usijisahaulishe ndugu yangu, usijisahaulishe, usijisahaulishe. Anasema Imam al-Ghazali, na malizia kwa maneno haya. Imam al-Ghazali anasema nafsi imezungumzwa, inna nafsa la'amaratun bis-su', sio nafsi ni yenye kumlisha mambo maovu. Na hii nafsi amara bis-su' huwa haina sifa ya kupenda kheri, yenyewe tu automatic haina sifa ya kupenda kheri. Sasa Imam al-Ghazali anasema ukiwa na hii nafsi ni sawa sawa umefunga shingo yako kamba, ukamfunga na mbwa, ndio anakuongoza mbwa. Mbwa anakupeleka hapa majalani, kwenye sehemu chafu. Na nafsi amara bisu ni zile nafsi ambazo zina ushari, ushirikina wao, mambo mabaya tu, yani wewe mambo mabaya unayajua. Kwa hivyo Mungu atujalie tuwe na nafsi
mutmainna, sio? Siku yake tunaambiwa Mwenyezi Mungu amekuridhia, basi ingia katika fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Yani tusikie hayo maneno tunaambiwa. Allah tujalie ikhlas, atujalie uchamungu na mwisho uliokuwa mwema, atuepushe na mabalaa, atujalie mema tuyafuate na mabaya tuyaache, kwa sababu sisi hatuna uwezo wa kuweza kuyaacha hayo bila msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiona mwenzako ameangamia, basi muombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona unamlingania kwa dhahiri ya kuelewi, mlinganie kwa siri. Tuwe na kanuni ya kuombeana dua. Mwenyezi Mungu, uktiraya naomba muongoze. Mwenyezi Mungu muongoze fulani, basi Allah anaanza kukulipa wewe kabla ya wewe uktiraya uliyomwombea. Kwa tuwe na kanuni ya kuombeana dua. Ukiona mwenzako haeleweki, watoto wake hawaeleweki, muombe dua. Zama hizi ulizonazo, ukimwona mtoto mwenzako anavuta bange, kaolea vibaya mtoto wake. Mtoto mtu muhuni, kamlea vibaya. Nani anapenda mtoto wake awe mbaya? Hakuna. Kila mtu anapenda kuona mtoto wake awe mwema. Asikie mwanangu hafidh Qur'ani, mwanangu anatoa mawaidha, mwanangu hivi, si ndio hivyo? Wazazi pia tunapenda mambo ya kheri. Mama zangu, mmenielewa? Mimi ndio uktiraya. Mkinitafuta mtanikuta katika kituo changu cha Lugono. Naomba tufanye istighfari kidogo, halafu nimalizie kwa mtindo huu, mtaitikia astaghfirullah, 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 ya Rabbi tub alaina, astaghfirullah, 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 ya Rabbi tub alaina, astaghfirullah, 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 ya Rabbi tub alaina.